We have Father Wadari from Angola who decided to join us, and Father John Skinner, who is the parish priest, is also part of us. Tumekusanyika hapa tukiwa na lengo la kuombea marehemu ambao walifariki tangu tarehe 29 na kuendelea, ili Mwenyezi Mungu awajalie pumziko la milele. Lakini pia tumekusanyika kuwaombea wale wote ambao waliumia, walipigwa risasi, walipigwa virungu, na wengine wakafanyiwa unyama wote ule, ili tunaweka katika altari ya Bwana tukimwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwaponya. Lakini pia tumekusanyika tukiwa na lengo la kuwaombea wale wote waliopoteza wapendwa wao, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia moyo mkuu, aweze kuwa kitulizo kwao, kwa sababu wale waliopoteza walikuwa ni muhimu sana kwao. Lakini pia lengo la misa hii ni kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia wale ambao pengine walihusika na hayo yaliyotokea, basi Mwenyezi Mungu aweze kuwaondolea kile kiburi, awaondolee kile kiburi, na aweze kujuta, waweze kumrudia Mwenyezi Mungu, waweze kuona yale yaliyofanyika yalikuwa si sahihi. Lakini pia tumekusanyika tukiwa na lengo kupeana pole sisi ambao tumekuwa tukipitia wakati mgumu tangu hali ile ilivyoanza, lakini tukiamini Mwenyezi Mungu kwamba yuko nasi. Msingi hayo na hizo ndio nia zetu ambazo zimetukusanyisha hapa, na ili sadaka ya misa hii iliweze kupokelewa na Mwenyezi Mungu, tuanze kwa kujuta dhambi zetu. Najua wote sio Wakatoliki, lakini wale Wakatoliki basi sasa. Kimsingi nimeona wamesema kwamba chanzo kilichosababisha yale yote, wale utekaji, mauaji, lakini watu kupigwa, kuonewa, lakini si tu hayo, bali kukosekana kwa haki na ukweli. Ndio hayo ambayo kimsingi yamekuwa yakizungumzwa hapa na pale. Viongozi wa kanisa na watu wengine basi wamejaribu kuelezea hayo. Wapendwa, katika kitabu, somo letu la kwanza katika kitabu cha Hekima, tumesikia kwamba wale wana wa Mungu, wale walioishi wakiwa na mahusiano mema na Mwenyezi Mungu, kwamba wanapotoka hapa duniani, basi hao wanahesabiwa kwamba ni wana haki mbinguni. Na hivyo wale ndugu zetu, wale vijana walioandamana tangu tarehe 29 na kuendelea, ambao walikufa bila sababu ya msingi, wanaonekana kama watu waliokuwa wakipigania haki, walikuwa wanapambania haki, walikuwa wamechukizwa pengine na mambo yaliyokuwa yakiendelea, na hivyo walitaka wasikike. Na pale walipotaka kusikilizwa, wengine hawakutii na hawakupenda kuwasikiliza, basi walijikuta wakionyesha sauti yao kwa namna ile. Na mmoja wao kwamba baadaye walijikuta katika hali hiyo iliyokuta, basi tunajua hawako nasi tena, walishatangulia kwa Mwenyezi Mungu. Na kama walishatangulia kwa Mwenyezi Mungu, tunaendelea kuwaombea, kwa sababu nia yao walitaka haki, walipambania
nimesema na kutanguliza kwamba katika maisha yetu sisi kama Watanzania tumefundishwa na kuelekezwa kwamba sisi tutakuwa watu wa kweli, sisi tutakuwa watu wa haki, na kamwe uongo utakuwa mwiko. Sikiliza mazungumzo ama maneno ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alisisitiza hayo. Pengine hao vijana walitaka kuishi na walitamani Tanzania ya haki, Tanzania ya ukweli, Tanzania ambayo ilikuwa ya kipekee. Lakini kwa kuwa wako nasi, tunaendelea kuwaombea kwamba kifo chao, damu yao iweze kuwa ni rutuba ya Tanzania mpya, Tanzania itakayoenzi yale maelekezo na mafundisho ya mwanzilishi wetu wa taifa Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo tunapokusanyika kusali siku hii ya leo, tunaendelea pia kutoa pole hasa kwa wale waliofiwa, wale walioguswa, ili Mwenyezi Mungu awajalie moyo mkuu. Lakini pia kwa wale walioko hospitalini ambao bado wanaendelea kuuguza vidonda vya hapa vitokana na zile purukushani, tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu aendelee kunyosha mkono wake wa uponyaji juu yao, na wale wanaowahudumia daktari, manesi, waweze kuonyesha upendo wa hali ya juu, uzalendo wa kuwatibu, utu, sababu sisi kama Watanzania tunafahamika kwa kuwa na utu, lakini pia uzalendo sisi wenyewe, lakini sio tu uzalendo sisi wenyewe, uzalendo wa nchi yetu. Kwa hivyo tunaposikia kwamba heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao, maneno haya binafsi yamenigusa, yakiniasa, na pia naomba yatuase sisi sote kwamba tunaipenda nchi yetu, na kama tunaipenda nchi yetu, basi tunapaswa kuendelea kuiombea iweze kurudi katika hali ile ya ukale, hali ambayo itaendeleza kupambania na kusisitiza hasa uzalendo ambao hautoki mdomoni. Badala yake uzalendo, tunaposema sisi ni wazalendo, tuseme maneno hayo yakiwa yanatoka moyoni na sio yanatoka mdomoni tu, kwa sababu tutaonekana kama vile hatuna maana na kile tunachokisema. Lakini pia tuendelee kujiombea sisi kwamba tuwe vyombo vya Mwenyezi Mungu, tukubali kutumika na Mwenyezi Mungu daima na siku zote. Tusimamie ukweli, na tuishi ukweli, na tuwe majasiri wa kuendelea kuiombea na kuitunza nchi yetu. Tukifanya hivyo, basi sheria kandamizi ambazo kimsingi zinaweza kufundisha yale ambayo tunapaswa kuyaishi sisi kama Watanzania, kama watu wenye utu, kama watu ambao tunapaswa kuwa wazalendo, basi tutakuwa tunaenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. So hivyo tumshukuru Mungu kwa yale ambayo ameweza kutujalia, hasa kukusanyika sisi ambao tumetoka sehemu mbalimbali. Najua kulikuwa na changamoto, usafiri hapa na pale, lakini Mwenyezi Mungu ameweza kukutanisha hapa, na kama ameweza kukutanisha hapa, tuendelee kushikana mkono, tuendelee kusaidiana, hasa katika kipindi hiki ambacho kigumu. Na tutakapoendelea kufanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu yeye awaye siri, yeye anayetufahamu sisi vile tulivyo, sababu tumeumbwa kwa mfano na sura yake, ataweza kuendelea kuonekana ndani mwetu, na hata yale tunayoendelea kufanya na yote yatabarikiwa. Kwa hiyo baada ya maneno machache,
Basi ningeomba tusimame. Kuna mtu anasema Amen. Ewe Mola Mwenyezi, Mungu wa mbingu na ardhi, tunaunyenyekea uwepo wako leo, tukiinua taifa letu mkononi. Tunawaombea wale wote wanaosimama kwa ajili ya haki, wanaosema kweli bila uoga, wanaotafuta usawa na utu kwa kila mtu. Mola, wape nguvu zisizoisha, wape moyo wa subira katika mateso, na wape ujasiri wa kuendelea kusimama hata wanapohisi wamechoka. Ewe wape busara kusema kwa hekima, na mioyo yao ijazwe na rehema, ili wasijibu chuki kwa chuki, bali kwa upendo na heshima. Tunakuomba pia kwa ajili ya familia zao, wale wanaongoja nyumbani kwa hofu na maombi, wale wanaoteseka kimya kimya wakihofia usalama wa wapendwa wao. Mungu wape faraja, amani na matumaini mapya kila siku. Ewe Mola wa rehema, ifunike Tanzania yetu kwa wingu la amani. Tupatanishe kama ndugu, na utujalie viongozi wanaosikiliza sauti za watu wote. Mungu, tunakuomba tuishi na chuki, na utufundishe